Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Tumishi Prevoste. Nafikiri hii sio mara yangu ya kwanza kuingia hapa. Nilikuwa hapa November na hii ni mara yangu ya pili. Bwana Yesu asifiwe tena. Nataka kusema asante kwa kunipa nafasi kama na hii, kwa kunikaribisha kama vile mtoto wenu, kwa kunikaribisha kama vile kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuchangiza neno la Mungu. Kabla yote nitakaribisha brother T kwa kuombea kwa bila shida. Na tuombe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa tunasema asante na shukrani Mungu tunatosha kwa leo. Wote ni mwanadamu pekee na wazi na kusikia mengi kwa kupendeza. Tunaomba Mungu atakase roho yako. Sasa sasa mtumishi wako amesimama mbele ya Mungu kwa ajili ya kuisha ile kwa Mungu asiongeze wala asipunguze. Na Roho Mtakatifu amuongoze na kuanza na mpaka atakapomaliza kwa hiyo kama kuamini. Na kila jambo tuseme amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Term yetu ya siku ya leo itakuwa kuna hatari gani ya kufanya kazi ya Mungu kwa mazoea? Kuna hatari gani ya kufanya kazi ya Mungu kwa mazoea? Leo nataka tuongelee sisi wa Kristo, watumishi wa Mungu, tunakuwa tunaongelea tu wale ambao hawajui Kristo, bali nataka tuongelee sisi kuna madhara gani tukifanya kazi za Mungu kwa mazoea. Tamomba msomaji alisomewa Waebrania sura ya 6 anza mstari wa 4 hadi 6. Waebrania sura ya 6 mstari wa 4 hadi 6. Yesu asifiwe. Tunasoma Waebrania sura ya 6 mwanzo mstari wa 4. Okay, tunasoma katika jina la Yesu. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kuionja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu. 5 nasema na kulionja neno nzuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo. 6 na mwisho nasema wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Amen. Amen, amen. Barikiwe sana. Ni madhara gani ambayo tunayapata tukishafanya kazi ya Mungu kwa mazoea? Kuna uwezekano wa sisi kusamehewa dhambi, japokuwa hata Yesu alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, bali hakukufa ili tufanye dhambi na tuende kuomba msamaha, tufanye dhambi tuende kuomba msamaha. Alikufa ili tuombe msamaha na kujaribu kushika sheria zake na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nilikuwa najiuliza hiki kitu, kwa nini shetani asiendi kwa Mungu na kuomba msamaha? Hiyo ni swali ambalo nikajiuliza sana, lakini nikija kujua kwamba katika ulimwengu wa roho hakuna msamaha. Katika ulimwengu wa roho hakuna msamaha, na ndio maana shetani hakupata nafasi ya kurudi mbele za Mungu na kuomba msamaha. So tulifanya kwa washirika wa Roho Mtakatifu, tutakuwa tunaenenda kiroho, tutakuwa tunafanya mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana katika Wagalatia ikatuambia kwamba tulisulubiwa pamoja na Kristo, bali sio sisi, Yesu hapo ndani mwetu. So tutakuwa tunaenenda kinyume na dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini ni rahisi sana kwa Mkristo aliyemjua Yesu Kristo ama aliyeokoka kutokusamehe dhambi zake? Cha kwanza, alijua siri za Mungu, alijua kuenenda na Mungu, alijua njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukishajua siri za Mungu, ni vigumu sana wewe kusamehewa dhambi zako. Tunaongelea dhambi za kusudi. Unajua kwamba kuiba ni dhambi, lakini unaweza nitasamehewa na Mungu. Unaweza kurudia sana. So ukishafanywa kuwa mshirika wa Roho Mtakatifu, kuna hali fulani ambayo inapanda ndani mwako.
Ndio maana wanatuambia kwamba someni neno la Mungu ili mjue sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukishafanya dhambi kwa kusudi, ni vigumu sana kwa wewe kusamehewa. Ukishafanya dhambi kwa kujua kwamba hii inaenda huku, ushapanga ramani ya kusema kwamba niko naenda huku nikifanya dhambi, hiyo inaweza kuwa vigumu sana kwa wewe kusamehewa kama kuna ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Twende tusome habari za Roho Mtakatifu katika kitabu chetu cha Yohana Mtakatifu sura yake ya 14, tutaanza 15 hadi 17. Yohana 14 tunaanza mstari wake wa 15 hadi 17. Amen. Yes. Nasoma mstari wa 15 unasema, mkipenda mtazishika amri zangu. 16, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nami hata milele. 17 inasema, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnautambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Amen. Amen, amen. Tulifanywa kuwa washirika Roho Mtakatifu. Kwa sisi kupatana na Mungu tunahitaji Yesu Kristo. Na sisi kupatana na Yesu Kristo tunahitaji Roho Mtakatifu. Na sisi kupatana na Roho Mtakatifu tunahitaji tubu dhambi zetu na kuacha njia zetu mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nipenda tuongelee habari za Roho Mtakatifu ambaye Yesu Kristo alisema kwamba atatuachia sisi watoto yatima? Roho Mtakatifu ndo anayetuongoza kwa kujua mabaya na mazuri. Anayetuongoza kwa kusema kwamba hii ambayo nilifanya si nzuri mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Roho Mtakatifu apewi hivi. Anapewa kwa wale ambao wanaamini Kristo, sio tu kumwamini na kumtii. Sababu nafikiri mstari wa 15 unasema kwamba kama unanipenda utashika amri zangu. Tusikue wale wa kusema kwamba napenda Yesu Kristo na isha tu kumwamini. Tii neno la Mungu, tii Yesu Kristo. Kwa sababu ni Wakristo wengi ambao tunaisha tu kwa kusema tunamwamini Kristo na kumwamini Mungu. Acha nikwambie kuna hivi vitu viwili, kutii Mungu na kumwamini Mungu vinaenda kwa pamoja, kama vile wanapacha. Hawezi enda nasema namtii Mungu na kumwamini Mungu na kumwamini Mungu. Hawezi sema eti namwamini Mungu na kumtii Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. So kuanzia leo Roho Mtakatifu Mungu anamreveal katika maisha yako ili ufanye nini? Ujue kutengeneza njia yako, ujue kujiepusha na dunia, ujue kufanya nini? Kuachana na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu akatambia kwamba kama unataka kunifuata, jitwike msalaba wako, nifuate na ujikatae. Sababu ukijikataa, kuna ule uwezekano wa wewe kuenenda kinini? Kiroho. Ukiona mfano wa Petro alimkana Yesu, lakini Roho Mtakatifu alikuwa ndani mwake, ikamwonyesha kwamba huyu ni wa nani? Yesu Kristo. Huyu hajakubali jikana, lakini waliona matendo yake. Kwa sisi watu leo atupatie Roho Mtakatifu muda ama kumpatia nafasi ya kukaa katika maisha yetu. Ndio maana unakuta Kristo sala ya Mungu katika mambo ambayo yasimrudishia Mungu sifa na nguvu, sana unakuja unafanya kazi ya Mungu. Hiyo ni kama vile unafanya kazi kwa mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Walimwengu ni wanani? Walimwengu ni wale ambao wasiomjua nani? Kristo. Walimwengu ni wale ambao wasiomjua Kristo. So, wewe kumpokea Roho Mtakatifu inabidi uachane na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sisi wa Kristo tunapenda kwenda mbinguni, lakini hatupendi ambaye anamiliki mbinguni. Biblia iliwekewa kwa sababu ya kujua kuishi maisha ya Mungu, ya kujua kuishi maisha ambayo tunaishi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu chetu cha mwisho ambacho tutakipata katika Mambo ya Walawi sura ya 10 kuanzia mstari wa 2 au mstari wa
tusome habari za watumishi wa Mungu. Mambo ya Walawi sura ya Tumesoma Mambo ya Walawi sura ya 10 mstari wa kwanza. Hiyo pili tunasoma Yesu anasema, na Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatoa kila mtu chetezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye amemwagiza. Pili nasema, kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana, nao ukawala, nao wakafa mbele za Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hawa walikuwa ni wana wa Haruni, walikuwa ni watumishi wa Mungu, walikuwa wakifanya huduma, lakini walifanya huduma za Mungu kwa mazoea. Walifanya huduma za Mungu kwa mazoea. Ambacho walikifanya, walifikiri kwamba kitaenda kumtukuza Mungu. Walienda kufanya kitu ambacho hakikuagizwa na Mungu. Madhara gani ambayo iliwapata? Vifo ambavyo ilikuwa ni vifo vya mwili na kiroho. Bwana Yesu asifiwe na Bwana Yesu asifiwe. Kwa sisi watumishi wa siku ya leo tumepewa neema. Tumepewa neema sana. Mara 10 upate kifo cha mwilini kuliko kupata kifo cha rohoni. Kwa sababu ukiwa na uhai wa rohoni, una ile tumaini na imani kusema kwamba utaishi tena. Bwana Yesu asifiwe. So kuanzia leo chunguza njia zako ambazo zinakufanya wewe ufanye kazi ya Mungu kwa mazoea. Kama ni dhambi ambazo unajua unasemaga eti nitafanya dhambi, shetani hapo straight sana. Anakujaga njia ya nini? Ya nyoka, kwa sababu nyoka ni yako hivi hautaiona. So shetani anakujaga kwa ile mbaya ambayo uko wewe, atakuja kwa rafiki zako, atakuja kwa ndugu zako. So unabidi uwe unatenga muda wa kusoma dini ili ujue huyu Roho Mtakatifu anataka ufanye nini katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi wana wa Haruni walipofariki, walifanya kazi za Mungu kwa mazoea sana. Lakini sisi tumepewa neema ya kwenda mbele za Mungu, tumepewa neema ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. So kuanzia leo anza kuangalia njia zako ambazo zitakufanya wewe usiuone ufalme wa mbinguni. Unaweza siku. Nipenda sana kuongelea sisi wa Kristo kwa sababu mara nyingi tunaongelea wale ambao sio wa Kristo. Sisi tunajua madhara ya wale ambao itawakuta sio kwa Kristo, bali tunajua madhara ambazo zitatukuta sisi ambao sio wa Kristo. Wao hukumu ambao watapewa sio wa Kristo na sisi ni tofauti sana. Ukiwa wale kwenda mbinguni nje, hukumu yako itakuwa ni kubwa zaidi kushinda wale asili wa Kristo, kwa sababu safari ilifanywa na ushirika na Roho Mtakatifu. Tunajua sheria za Mungu, tunajua siri ya Mungu. Ulimwengu wa